Here they present credentials to President Nkurunziza. The Security Council resolutions recognize him as the president of this country. So what is this foolishness? We are spending a lot of time talking about an event that is all over. That is why the communique says we should emphasize on creating conditions that will make such confusion obsolete come 2020. That will produce conditions of an election in 2020 which will be free, fair, and credible. You can't deny the people of Burundi, all the people, the right to review their history, to review their present position, to review their present institutions, even to review the constitution. Naam, huyo ni rais wa tatu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Bwana Benjamin Mkapa, akizungumzia swala zima la Burundi. Haya, tunarejea katika mjadala. Tunaye Bwana Musalia Mudavadi, kiongozi wa ANC, lakini vile vile tunaye Daktari Ezekiel Mutua. Huyu ni mkurugenzi ama afisa mkuu mtendaji wa bodi ya kudhibiti filamu nchini KFCB. Na tunaenda kwake moja kwa moja kwa Bwana Mutua. Kama umewasikia Bwana Nape alivyozungumza na vile vile Musalia Mudavadi, kiongozi wa ANC, ni kwamba Bwana Mkapa alikuwa, ama Rais Mkapa alikuwa mtu wa kupenda amani, na hata ule mpito kwa maana ya transition kutoka kwa serikali moja hadi nyingine, alihakikisha kwamba mambo yanafanyika kwa njia nzuri bila fujo. Wewe unasemaje kuhusiana na matamko hayo? Maneno hayo ni ya kweli kabisa, kwa maana nilivyosema, mimi mwenyewe nimewahi kutangamana na hayati mzee Mkapa. Tumewahi kufanya na yeye katika UN Secretary General's Committee akiwa kule New York kwa mikutano, na alikuwa ni mtu ambaye kila wakati alipenda amani. Alikuwa anazungumzia mambo haya kuhusiana na mambo ya uchumi wa Afrika, siasa za Afrika, kila kitu alikitizama katika mizani ya amani. Na alikuwa mwanadiplomasia ambaye pia alikuwa na msimamo imara. Alikuwa na msimamo wake mwenyewe mkali, hivi kwamba kama ni jambo ambalo linahitajika lifanywe, anaamini ni jambo ambalo linafaa kwa kanda la Afrika Mashariki na Afrika kwa jumla. Alikuwa anasimama imara, na umemuona pale katika matamshi yake. Nilipofanya na yeye wakati ule tulipokuwa tunatembea katika sehemu zile, kuna wakati ambako ndege yetu ilifaa angani kule Band Forest, na ilipoinuka tu watu wakachoma manyumba tena. Akasema turudi pale pale. Hatuwezi kuwa tunakuja kuambia wananchi wawe na amani, na tukiondoka iwe tunaona moshi kule chini. Sasa ikabidi ndege zirudi pale tuangalie, kwa maana alikuwa amewazungumzia wananchi, akawaelezea muhimu wa kukaa kwa amani. Ndege yetu ilivyopaa juu, mara tunaona moshi, na Mheshimiwa Mkapa akawa anahusika, anajiuliza ni nini kinachoendelea. Na kwa hivyo alikuwa ni mtu ambaye alitaka akamilishe jambo alilopewa, hasa katika juhudi za kuleta amani. Na tena kwa maana alikuwa mwanahabari yeye mwenyewe, na alikuwa anafahamu kabisa zile kanuni za wanahabari. Vile vile hakuwa anaona haya kutukemea kama wanahabari. Na mimi mwenyewe nishafanya na yeye, kama vile kuambia, nikiwa Director of Information wakati ule nilikuwa naenda kuanzisha lile gazeti lilikuwa linaitwa Kenya Today. Tulitembea kule Tanzania kufanya ile benchmarking, na nikapata nafasi ya kuzungumza na yeye vile vile. Huyu ni kiongozi aliyekomaa, ni kiongozi ambaye hakuwa na tamaa ya uongozi. Nadhani heshima ambayo anapewa wakati huu, na alipewa akiwa hai, na sasa anaombolezwa na dunia mzima. Eneo la Afrika Mashariki unavyoona, bendera ziko nusu mlingoti katika nchi ya Kenya, kule Tanzania, na vile vile katika nchi zingine. Ni heshima yake, kwa maana alijiheshimu. Ni kiongozi aliyefanya muda wake ulipokamilika akatoka uongozini. Ni kiongozi ambaye kama vile amesema Mheshimiwa Mudavadi, huyu alipenda watu na aliwafahamu. Hata ukiwa mdogo, angalia mimi mwenyewe kwa ofisa mdogo sana wa serikali, lakini alikuwa ananifahamu kama vile Mheshimiwa Mudavadi amesema. Ni kweli kabisa, alifahamu watu kwa majina yao. Ananiita Bwana Mutua, habari, mumeamka salama, mambo haya wayaonaje? Na ilikuwa ni jambo la kujivunia sana
kuassociate na yeye, hivi kwamba tulipojuana, hata wakati ule nilitaka kumuona nikitembea Tanzania, mimi mwenyewe nikiwa afisa mdogo wa serikali ninaweza pata nafasi ya kumuona rais mstaafu na kujadiliana na yeye na kunipea ushauri. Na nadhani ni ile huruka yake kama kiongozi, ile karakta yake kama mpenda amani, mtu mtulivu, kiongozi aliyekuwa na mawaidha ya muhimu sana. Nadhani jambo hili ndilo ambalo linafanya watu wawe na huzuni, kwa maana kila mtu aliyetangamana na Rais Mkapa anamfahamu kwa njia ya kipekee, anampenda kwa njia ya kipekee, alimunguza kwa njia ya kipekee. Na mimi nasema nasikia heshima sana katika professional career yangu kwamba alikuwa ananitambua na kwamba aliwahi kunipatia nafasi mara nyingi sana kukaa na yeye na kunipatia ushauri, na nasema tumempoteza mtu wa maana sana. Mungu alaze roho yake mahali pema peponi. Naam, asante sana, na nimetambua kwamba una Kiswahili kizuri. Ni Waswahili wachache sana wanatumia neno hulka kwa maana ya tabia. Kwa hivyo hongera sana Bwana Mutua. Nape ataambiwa Tanzania hivyo. Bwana Musalia Mudavadi, kuna hili swala ambalo Bwana Nape amezungumzia mapema na akasema kwamba huyu Rais Mkapa alihakikisha kwamba hata vyama vya upinzani vinafadhiliwa ili shughuli zao za kidemokrasia ziendelee na kadhalika. Haogopi kwamba yeye ako CCM na kuna vyama vya upinzani ambavyo vile vile vinataka ridhaa ya wananchi. Unasemaje kuhusiana na hilo? Asante sana, nampongeza Mheshimiwa Nape kuzungumzia jambo hili, kwa sababu demokrasia ni jambo la muhimu sana, na ikiwa tunataka siasa za bara la Afrika ziwe tofauti na zipate heshima kwa Afrika wenyewe na hata ulimwengu, ni lazima tuheshimu demokrasia na tutekeleze katiba. Kwa sababu kwa mfano katiba yetu inasema kwamba taifa la Kenya litakuwa a multi-party state. Kwa hivyo juhudi letu na juhudi la kiongozi wowote ambaye atapata nafasi kuongoza ni kuhakikisha anatekeleza katiba ilivyo. Kwa hivyo mfano wa Mkapa ni mfano mzuri, kwa sababu yeye alijua kwamba kuna chama tawala cha CCM, lakini kwa sababu katiba yao inaruhusu kwamba wawe na mfumo wa vyama vingi, yeye hata vifinyilia vile vyama vingine chini, lakini atavisaidia. Na ndio kwa sababu akaunda ile center ambayo ni center ya democracy, na pia hata akasema kwamba vyama hivi vingine vifaidike na ufadhili kutoka kwa taxpayers money, kutoka kwa serikali, ili vikue, kwa sababu la muhimu ni kwamba tuwe na taifa ama mataifa ambayo yatakuwa na checks and balances. Kwa hivyo mimi naona Rais Mkapa alifanya jambo la muhimu sana. Na labda tukizungumzia, tukumbuke kuna kilele katika kazi yake. Tumezungumzia mambo ya kidiplomasia na kadhalika. Ni vizuri tukumbuke kwamba East African Community ilikuwa imegongwa na mambo ya kisiasa na ikafifia hata ikapotea. Lakini Mheshimiwa Mkapa akiwa rais, akiwa kiongozi, na wenzake mzee Moi ambaye pia ameaga dunia, na Mheshimiwa Museveni, walifanya juhudi wakarejesha East African Community. Hili ni jambo la muhimu sana, na hatimaye sasa tumeona nchi za Rwanda, tumeona nchi za Burundi zinaingia kule. Hata South Sudan wanataka kuingia kwa East African Community. Kwa hivyo hii ni legacy kubwa sana ambaye Rais Benjamin Mkapa amechangia, na ni vizuri tukienda mbele viongozi wa hizi nchi zote za Afrika ya Mashariki washirikiane ili tudumishe sana hii East African Community, turahisishe biashara kati yetu, tusaidiane kwa mambo ya elimu, mambo ya afya, mambo ya usalama na kadhalika, mambo ya ukulima, ili tuwe eneo ambalo litakuwa na uzito kwa mambo ya kiuchumi, na pia litakuwa na uzito kwa mambo ya
nchi za kitaifa. Kwa hivyo hii ni legacy moja ambayo ningependa kusema tusisahau wakati tunajadiliana kuhusu mheshimiwa. Na isitoshe yeye alikuwa pia msomi, akawa balozi kule Canada, akawa balozi Nigeria, na la kushangaza pia akiwa waziri alitolewa kwa wadhifa wa waziri akaambiwa aende kuwa ambassador, na akachukua kazi hiyo bila kusitasita. Wakati mzee Nyerere alimwambia anataka aende kuwa balozi kule Canada, na akamtoa kwa nafasi ya waziri, lakini baadaye tena akamrejesha. Kwa hivyo ni mtu ambaye alikuwa na utulivu. Kazi yake ama msimamo wake ilikuwa huduma kwa taifa la Tanzania. Haikuwa kwamba mimi mwenyewe Bwana Benjamin Mkapa nataka niwe na mambo ya kibinafsi. Kwa hivyo hii ni heshima kubwa, na tukimwomboleza ni lazima tujiulize kila wakati tumejifunza nini kutoka kwake. Naam, basi tuende kwa Bwana Nape. Nape, kuna lile swala la uchaguzi. Rais wa staafu Tanzania huwa muhimu sana kwa uchaguzi. Nakumbuka wakati nilikuja huko mwaka 2015 kwa uchaguzi wa Tanzania, pale Jangwani Dar es Salaam, mikutano ya mwisho hawa wakina Rais Mkapa wakati huo, Kikwete na Ali Hassan Mwinyi walipigia debe sana Rais John Pombe Magufuli. Nyinyi mnaenda katika uchaguzi Oktoba 28. Kutoweka kwake kumemwacha vipi kisiasa, hususan nyinyi viongozi ama watu wa chama cha CCM, chama tawala nchini Tanzania? Ni kweli kwamba umuhimu wa hawa viongozi wa staafu kwa sio tu uchaguzi lakini na siasa za Tanzania ilikuwa muhimu sana. Kuanzia Mwalimu, mchango wake hata alipostaafu bado mchango wake mkubwa. Kupatikana kwa Benjamin Mkapa kama rais wa Tanzania kulikuwa na mkono mkubwa sana wa Mwalimu Nyerere. Lakini wamekuwa wakishiriki kwenye kampeni, wamekuwa wakishiriki kwenye michakato ndani ya CCM katika hiyo transition hiyo ya kumpata mgombea Tanzania, Jamhuri ya Muungano, lakini na Tanzania Zanzibar. Kwa hiyo niseme kwamba ni pengo kubwa kwamba kwenye kampeni za mwaka huu hatutakuwa na mzee Mkapa, na tulizoea kuwa nao kwa kweli wakitoa ushauri. Wakati mwingine wanakwenda wenyewe kwenye mikutano na kuwaeleza Watanzania nini wanachokiona, nini wanachokiamini. Niseme kwamba mzee Mkapa ni mwanasiasa wa aina yake. Mimi nilibahatika kufanya naye kazi nikiwa mkuu wa wilaya ya Masasi kijijini kwake kule, lakini pia nilibahatika kufanya naye kazi makao makuu ya CCM ya akiwa mwenyekiti wa chama. Alitufundisha jambo moja, na mimi hasa alinifundisha kwamba mwanasiasa mzuri ni yule ambaye ana uwezo wa kujenga hoja, lakini pia ana uwezo wa kuibomoa hoja asiyoiamini. Kwamba kama kuna hoja unaiamini, isimamie, itetee kwa nguvu zako zote. Lakini kama kuna hoja huiamini, basi simama imara kuibomoa na kuhakikisha ile hoja inatoweka na inasimama ile unayoiamini. Kwa hiyo hakusita, hakuona tabu kutoka wakati wowote kwenda kupiga debe kwa maana ya kukiombea Chama cha Mapinduzi na wagombea wake. Mimi mwaka 2015 nagombea ubunge kwa mara ya kwanza, mzee Mkapa alipanda helikopta akaja kijijini kabisa jimboni kwangu kuja kuniombea kura, na akasema namfahamu huyu mtoto, namfahamu baba yake, mpeni kura. Kwa hiyo ni mtu ambaye ilikuwa la kwake likifika analiamini. Kwa hiyo bila shaka sio tu kwa Rais Magufuli kwamba ni pengo kwake, lakini pia ni pengo kwa CCM, lakini pia ni pengo kwa Watanzania kwa sababu pamoja na mapenzi yake makubwa kwa CCM, lakini kwa umri wake, kwa uzoefu wake, diplomasia yake, alikuwa ni mtu ambaye pia alikuwa anafanya kazi ya kuwaunganisha Watanzania, kwa sababu pamoja na kustaafu kwake bado hata viongozi wa upinzani walikuwa wanaweza kwenda kwake kupata ushauri, na alikuwa yuko wazi. Viongozi wa vyama vingine wakitaka ushauri wanakwenda wanapata. Kwa hiyo ndio maana tunasema kwa kweli kwetu sisi wa Tanzania hili ni pigo kubwa. Tumeondokewa na mtu muhimu, na namshukuru Mheshimiwa Mudavadi kwa kukumbusha kwamba hata uwepo wa Afrika Mashariki una mkono mkubwa
mkubwa sana wa mzee Mkapa, kwa sababu mtakumbuka tulishayumba kule nyuma, Afrika Mashariki imepotea, lakini mzee Mkapa kwa jitihada na wenzake wakairudisha. Kwa hiyo ninasema ni pengo kubwa kwa siasa za Tanzania, za Afrika Mashariki, lakini pia kwa sababu mzee Mkapa mchango wake katika ukombozi wa bara, hasa kusini mwa bara la Afrika, ni mkubwa. Ndio maana unaona hata viongozi mbalimbali wa hizi nchi ambazo zilipata uhuru wao kupitia nguvu na mkono wa Tanzania wanamkumbuka mzee Mkapa, kwa sababu alifanya kazi kubwa wakati huo akiwa waziri wa mambo ya nje, akiwa kiongozi hapa nchini, akiwa msaidizi wa Mwalimu. Unajua alikuwa msaidizi wa karibu wa Mwalimu, mwandishi wake wa hotuba na mambo mengine. Kwa hiyo mchango wake katika siasa za Tanzania, za Afrika Mashariki, za Afrika na za dunia ni mchango mkubwa, na kwa kweli hautasahaulika. Naam, Daktari Mutua, hoja zako za mwisho. Niseme kwamba kama wanahabari na mimi mwenyewe nilinufaika vikubwa sana wakati ule nikiwa Secretary General wa Kenya Union of Journalists. Nakumbuka kuna wakati ambako tulikuwa mkutano kule Alexandria, Egypt, na wanahabari wengi kutoka pembe mbalimbali za Afrika. Tukasema tungelipenda tuzungumze na viongozi wa Afrika kuhusiana na upanuzi na kutilia nguvu ile ilikuwa inaitwa Pan African News Agency PANA. Na tukasema wale ambao tulilenga alikuwa ni Rais Mkapa na alikuwa Gaddafi kule Libya. Kwa maana wanahabari wote na viongozi wote ambao walisimamia mashirika ya habari walimheshimu na walimuweka katika kiwango hicho cha juu, kwa maana alidhamini sana zile siasa za amani na Pan-Africanism wa Afrika kujitambua, kujidhamini, na aliweka Tanzania kwenye ramani na akapatia nchi yake heshima kubwa. Na kwa hivyo ninamkumbuka kwa mashauri aliyotupatia wakati ule tulipomtembelea na kutuhimiza kama wanahabari tupende Afrika, tupende nchi zetu, tusiwe watu wa kufunua mambo ama kuaibisha nchi zetu. Alikuwa anatupatia mfano, anatuambia nchi yenu yako ni kama mama yako, usimwaibishe. Kama kuna shida unaweza kosoa, lakini usiwe unapayuka unaambia watu wote kule nje. Na kwa maana alikuwa mtu ambaye aliconnect watu wadogo na wakubwa. Mimi nasema kwamba nimepoteza pia kama rafiki na mshauri, na ninashukuru kuona kwamba anapewa heshima inayostahili. Nilifuatilia ile misa asubuhi kwenye mtandao yote mpaka mwisho. Nikaona heshima alizopewa wananchi wa Tanzania vile wanavyomuomboleza, na hiyo ndio wananchi wote na watu wa Kenya na kanda ya Afrika Mashariki wanasikia. Tunasema aende na amani na Mungu amlaze mahali pema. Amekuwa mfano mwema kwamba viongozi wengine wafuatilie. Asante sana. Kwamba hata kutoka kwenye siasa sio lazima uvuruge, unaweza changia pia amani na kuendeleza sera ambazo zinahimizwa na viongozi ambao watachukua hatamu za uongozi baada ya wewe kutoka uongozi. Asante. Huyo najua ni mwanahabari, anamwaga hoja hadi mwisho kwa siku nyingi. Labda katika kumaliza kwa dakika moja, Bwana Mudavadi, unasemaje manake tunamalizia? Asante sana. Ningependa tu kusema kwamba mzee Mkapa alikuwa akitaka kukujua kwa sababu za sera zako. Yeye hakuwa mtu wa kuleta ubaguzi. Kwa mfano, katika taifa letu la Kenya sasa tunaona mjadala ambao hauna maana. Tunasikia kwamba kuna watu wanaitwa dynasties, wengine wanaitwa hustlers. Sasa hii ni ubaguzi. Huu ni ubaguzi ambao hauna maana kwa Wakenya wakati huu. Sisi wote ni Wakenya, na ikiwa tunataka tufuate mfano mwema, ni wakati wa kusema kwamba siasa zetu zisiwe siasa za ubaguzi, za kujaribu kuleta mgawanyiko katika taifa letu. Kwa hivyo heshima kwa Mkapa ni kwamba tuwe wazalendo. Asante sana. Asante sana. Huyo amekuwa ni Musalia Mudavadi, kiongozi wa ANC, na tumejadili swala hili kuhusu Bwana Mkapa, na vile vile tumekuwa na Bwana Nape Nnauye. Huyu ni mbunge wa Mtama, Tanzania, ambaye
ni mwanasiasa maarufu sana huko Tanzania, na vile vile tumekuwa na Daktari Ezekiel Mutua ambaye ni kiongozi, vile vile afisa mkuu mtendaji wa ile KFCB ambayo inahusiana na kudhibiti filamu nchini. Mimi ni Paul Nabiso, endelea kutazama vipindi vya KTN News. Kipindi kijacho ni taarifa ya habari ambayo inasomwa na Cecilia Wakesho.